Kichwa cha ujumbe wa siku ya leo nasema hivi: breaking the forces of limitation. Hallelujah. Kuharibu vizuizi zote ambazo zinatuzuia kusonga ama kwenda mbele. Hallelujah. Huo ndio ujumbe wa siku ya leo, ya kwamba kuharibu nguvu zote ambazo ama vizuizi zote ambazo zinatuzuia kusonga kama Ezra siku ya leo. Hallelujah. Ninashukuru Mungu. Nilikuwa tunasikia kama machozi inaweza toka, ya kwamba kumbe Roho wa Bwana anatupenda hivi, ya kwamba tumeongozwa mwongozo mzuri sana, ya kwamba Ezra kwa mkono wa Bwana akaweza kutoka katika ile hema na mkono wa Bwana ukakuwa juu, na overseer akaendelea kusema haijarishi mahali huko umekaa kwa muda mgani. Nilikuwa tunashukuru Mungu kwa sababu Roho wa Bwana siku anasema lazima tuvuje nira zote, lazima tuvuje forces zote ambazo zinatuzuia tukaweze kuinherit. Kumbuka ni mwaka wa kuinherit. So vizuizi zote ambazo zinakupinga, zinanipinga ili nisiweze kupokea urithi wangu, siku ya leo tunachukua hatua kama Ezra, ya kwamba mkono wa Bwana ukiwa juu yetu, tutaweza kuashiria zote. Na nikasikia hata sermon tunaweza malizia hapa, kwa sababu tumenenewa already na Roho wa Bwana. Hallelujah. Sema amen. Mnaweza sema ya kwamba hatujasoma neno, hatuwezi sema neno limeisha. Wacha tukaingia katika neno la Bwana. Deuteronomy chapter 1 verses 6 to verse 8. Deuteronomy chapter 1 verses 6 to verse 8. Deuteronomy, Kumbukumbu la Torati ama gushokerithia maathani. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba hao watu walikuwa wamepatiwa, walikuwa, unasikia hiyo kwa Kikuyu inaingiaga vizuri sana, gushokerithia maathani. Ni kumaanisha ya kwamba ni kama kukumbushwa tena, kwa sababu hao watu walikuwa wamenenewa. Hao watu wa Eastgate walikuwa wamenenewa Januari, wakaambiwa kwamba huu ni mwaka wa urithi wao. Hallelujah. Na sasa kumbukumbu ndio inakuja hapa, inatuambia nini? Tukaweze kusoma, tuweke kwa Kiswahili very fast media, very fast. Mstari wa 6 nasema hivi, naweza soma kwa English kabla warekebishe pale. The Lord our God spoke unto us in Horeb, saying, you have dwelt long enough in this mount. Turn you and take your journey, and go to the mount of Amorites, and unto all the places near thereunto, in the plain, in the hills, in the valley, and in the south, and by the seaside, unto the land of Canaanites, and unto Lebanon, unto the great river, the river Euphrates. Mstari wa 8 unasema hivi, behold, I've set the land before you. Go in and possess the land which the Lord swore unto your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, to give unto them and to their seed after them. Mungu alibariki neno lake. Wacha tukaweze kulisoma kwa Kiswahili ili iweze kuingia. Naomba tu Mungu akufungue masikio yako. You connect Ezra 7 and verse 9 and this word. Inasema hivi, Bwana Mungu wetu, kila mmoja wetu. Hebu jiguze useme, Bwana Mungu wangu. Bwana Mungu wangu alituambia huko Helop, alituambia hapa Eastgate, akasema mumekaa katika mlima huu vya kutosha. Umekaa katika hiyo hali ya kutosha, hiyo ugonjwa umekaa muda wa kutosha, huo ukosefu huo, kukosa urithi umekaa kwa muda mrefu. Mstari wa 7 unasema hivi, geukeni mshike safari. Kama tuliambiwa Januari, bado tuko pale. Bwana anasema hivi, tukaweze kugeuka, mshike safari. Ezra 7 inasema mkono wa Bwana uju katika hiyo safari ambayo tunataka kunoa nanga. Inaitwa kunoa nanga saa hizi. Safari inaanza saa hizi. Safari yenu mwende nchi ya mlima wa Amori, mwaka wa inheritance. Nipe mlima wangu sasa. Hallelujah. Na mahali popote palipo karibu ya hapo, katika hiyo alama na nchi ya vilima na huko Shefla na Negebu na pwani,
nchi ya Wakanani. Hao Wakanani wamekaa na mali yetu sana. Ningesikia amen. Wamekaa na afya yako sana. Wanayuthi wamekaa na mke wako sana. Wamekaa na mume wako. Wamekaa na mtoto wako. Name them. Ile ukosefu umekuwa na hao Wakanani wamekaa nayo sana. Mstari wa 7 ndio inasema, na Lebanon mpaka mto huo mkubwa, mto wa Farati. Mstari wa 8. Hapa ndio sasa ananena na sisi sana. Angalieni nimewaekea nchi mbele yenu. Ukisema amen. Angalia kwamba Bwana ameweka nchi mbele yako. Ezra 7:9 inasema anza safari, mkono wa Bwana uko juu yako. Na Bwana anasema Kumbukumbu la Torati ya kwamba ameweka nchi mbele yako, amekuwekea uhai, amekuwekea vyote utamanavyo mbele yako katika jina la Yesu Kristo. Ikieni mkaweze kumiliki nchi. Haleluya. Bwana aliyowapia baba zenu Abraham na Isaka na Yakobo kwamba atawapa na uzao wao baada yao. Haleluya. Hata tunaweza fugia hapo kwa sababu already tumebreak. Nilikuwa nasikia hiyo breakthrough. Sijui kama mnaelewa, sijui kama tunapatana. Roho wa Bwana Ezra amesema tuanze safari. Katika mahubiri anatuambia to break all the forces of limitation. Ni kumaanisha kuna camp. Wakati Mungu alikuwa ananena na wana Israeli, walikuwa kwa camp, walikuwa wamekaa pale kwa camp, ni kunugunika tu, ni kulalamikia Mungu. Hebu tuwekee ili tuone vile walikuwa wanafanya. Psalms 78 verses 19 and verse 22. Na ili tujidhatari tusikae kama wana Israeli, kwa sababu walikuwa katika ile kampu, hawasongi, hawataki kusonga. Na ndio Ezra anatuambia tusonge wapendo, kwa sababu tuliahidiwa na mtumishi wa Bwana, our prophet akasema ifikapo June tunataka kuona mabadiliko. Lakini wengine wetu tunaona ni kama kwamba bado tuna time, tuko pale katika kampu. Lakini Roho wa Bwana anasema tuanze safari kama Ezra, na mkono wa Bwana, hatuko tu kwa safari peke yetu, mkono wa Bwana u juu yetu. 78 verse 19 nasema, naam. Mstari tuanze 19. Naam, walimwambia Mungu wakasema, je, Mungu aweza kuandaa meza jangwani? Hii ni maswali wana wa Israeli walikuwa nauliza Mungu. Ati je, Mungu, labda unaweza uliza overseer unasema tuanze safari. Levered unasema ati ya kwamba to break the forces. Wewe unaelewa mahali niko, unaelewa ile hali napitia. Naweza kosa kuelewa, lakini tusikue kama wana Israeli. Mstari wa 20 nasema, tazama aliupiga mwamba, maji yakabubujika. Haleluya. Ikafurika mito, pia aweza kutupa chakula. Atawadaria watu wake nyama. Hii ni maswali tu walikuwa nauliza. Je, school fees itapatikana? Je, hii ugonjwa itaniweza? Hii sasa pressure, hii sasa kinoda, hii kichwa, name them. Hizo hali zote. Je, huyu mume wangu? Je, huyu mke wangu? Je, hawa watoto? Je, huyu boss? Je, huyu jirani? Inaweza kuwa hata ni jirani amekusukuma kwa ile kampu ya kukaa pale. Lakini mstari wa 22 nasema hivi. Tulikuwa mstari wa 21. Media very fast. Hallelujah. Hata media, hata TV hii yetu ikatae. Lazima tutoke katika hiyo vikao. Lazima tutoke katika camp. Siku ya leo, hebu ambia mwenzako aliye karibu, ni wakati wa kusonga sasa. Ni wakati wa kusonga, na umaanisha hivyo. Ni hida ya guthie leo ni kuumeria. Kama wana Gen Z wanasema hivyo, ni wakati wa kusonga. Tumeahidiwa inheritance. Na shetani anajua this one, anajua the power in inheriting. Na that's why anataka tukae kwa camp, tusiendee mali yetu, tusiendee afya yetu, tusiendee uzima wetu, tusiendee mali zetu. Lakini sasa safari imefika. Ezra ametuambia tuenende na mkono wa Bwana ujuu yetu. Hallelujah. Ninashukuru Mungu watatuwekea hiyo 21 tutaona. Nikakumbuka wakiendelea kutuwekea, kuna watu walipata puda mahali na wakaona hiyo puda ya huyu jirani. Na hizi ni hali zinatupata. Watu wameangalia
ile uko nayo, kazi yako, biashara yako, watoto wako. Wivu iko kama vile tatu tumeambiwa na mtumishi wa Bwana katika maombezi. Yakobo wakasikia wivu kwa Puda. Puda alikuwa mberisho, alikuwa msumata, alikuwa mzuri sana. Na wakashikana neighbors, alikuwa ameifunga mahali. Wakasema hatuwezi kana hii, huyu mzee akiwa na hii Puda. Acha kwanza tusome neno alafu niwaambie hiyo hadithi. Shikilia tu hapa. Mstari wa 22 nasema, kwa kuwa hawakumwamini Mungu wala hawakutumainia wokovu wake. Hiyo ndio ilikuwa the danger. That is the danger. For they did not believe in God or trust in his deliverance. Ole wetu Mungu atusaidie. Tusikue kama wana wa Israeli. Kwa sababu anatuambia tuenende nchi ya Kanaani. Canaanites ama Wakanani wako na mali yetu, wako na hali zetu zote, wako na urithi wetu. Lakini Mungu anatuambia tuanze safari. Lakini tunaanza maswali. Je, atatupa maji, atatupa chakula, atatupa dawa, atatupa nini? Hiyo maswali Mungu ameshughulikia hayo yote katika jina la Yesu Kristo. Hawa wapendwa wakashikana mikono. Wakasema sasa kwa sababu leo hayuko huyu Puda, tutashiba shimo hapa, tuiweke chini na tuweke mchanga na tupande juu. Wakati atatoka hiyo safari atakuta huyu Puda hayuko hapa. Wakaendea kijiko, mwingine akaendea jebe, wakaendea sululu, hizo vitu zote wakashughulikia shimo, wakalichimba sawa sawa na wakaeka nyasi pale vile wataifunika. Na wakamuongelesha Puda, sasa we siku ya leo hautasaidia huyu mzee. Na hivyo ndivyo ilivyo hali ya wivu. Hiyo ndio Kenya, hiyo ndio dunia ilivyo. Si tofauti, lakini kuna mkono wa Bwana juu ya maisha yetu. Hallelujah. Na wakati walifanya hivyo wakamweka chini. Wakaanza, kumbe Puda alikuwa nasikia. Nataka kusema nataka Puda uchukue ile hali imekuwa gumu kwako. Kumbe Puda alikuwa nasikia vile wanapanga the strategy. Naye akajua wakati nitawekwa pale, wewe Mungu akalilia Mungu wake. Wakati aliwekwa kwa shimo, wakaanza kuweka vijiko. Wakiweka mchanga, hawaangalii kwa sababu wanajua huyu sasa wamemaliza shughuli yake. Kumbe wakirusha mchanga, anakanyanga, anapanda juu. Tuenende katika mlima wetu. Na nikaangalia there is power in words, spoken and unspoken words. Kuna nguvu ambayo katika neno lililoashiriwa na lile ambalo halijaashiriwa. Na hili inaniguza na inakuguza. Ya kwamba kwa maneno, the words can be source of limitations in our lives. Ya kwamba maneno inaweza kuwa vizuizi. Neno liliashiriwa na mtumishi wa Bwana, liliashiriwa na Mungu kwetu ya kwamba ni mwaka wetu wa urithi. Lakini wakati liliashiriwa, maneno ambayo tunaendelea nayo ni labda ni kukejeli, ni kusema sasa hiyo miaka yote hii ndio mwaka tunaweza rithi. Hivyo unajua shetani hivyo ndivyo anataka kutuweka kasuba. Wakati tunaashiriwa neno, hatuangalii prophetically. Tunaanza kuanalyze mhubiri, tunaanza kuanalyze watumishi wa Bwana baada ya kuangazia neno lile Bwana. So tunawekwa kasuba ya maneno ya kuanza kuenda kinyume na maneno. Unakuwa na shaka, na wakati umeweka shaka unajilimit, unajiweka katika ile kampu, haufugoki, hauwezi kusonga katika urithi wako. Kwa hivyo Mungu atusaidie katika vinywa vyetu. Na nikaangalia pale katika Mark, tuweke Mark 11:23 and 24. Marko 11 mstari wa 23-24. Tunaenda very fast. Na hapa ninasema ya kwamba what you say is what you see. What you say is what you see. Na tulikuwa tunanenewa tukiwa wazazi, tukianza tunaambiwa kwamba wacheni kuita watoto ng'ombe. Kwa sababu wakati unaita mtoto ng'ombe, ati enda na huko ng'ombe no. Kwanza wa mama dada zetu, Bwana asifiwe. Unajua tunaenda na ile kuhiukiro, ile hasira ya haraka, tunatoa maneno, unatoa kineno unarushia mtoto. Na what you say is what you see. If you say ng'ombe, that is what you see. Hiyo ndio utaona kwa huyo mtoto. Yale maneno, Mungu atusaidie na anisaidie ya kwamba yale maneno tunayotamka. Amini nawaambia, yoyote atakayeambia mlima huu, ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Hallelujah. Itakuwa yako. Itakuwa yako. Amen. Wale wameamini itakuwa yako. Mstari wa 24. Mstari wa 24 unasema hivi:
Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote muombayo mkisali, amini ya kwamba mnayopokea nao yatakuwa yenu. Kama vile tumeambiwa kwamba tuanze safari na mkono wa Bwana utakuwa juu yetu. Kwa hakika ukiamini hivyo, Mungu ataandamana na safari yako. Mlima utang'oka. Kama ni mlima unakuzuia kutoka katika ile kampu ambayo umefugwa kupokea urithi wako, wakati umesali na umeamini, umesadiki, utaweza kuendelea. So what you say is what you see. So ukisema mlima huu ng'oka, ukisema mlima huu sijui kama utang'oka, sijui kama, hapo neno linasema ukisema ung'oke utang'oka. Kwa hivyo ukisema ile hali ambayo inakuzuia, kizigiti ambazo kinakuzuia king'oke, huo msemo utaweza nakiriwa. Na wakati tunasikia katika neno linasema ile tumefungwa katika hii dunia, hata mbingu imeweza kuashiriwa. Amen. Na ile umefunga, kwa hivyo ile umefunga pia imefanya nini? Wewe mwenye, sisi ndio tunafunga. Kwa hivyo tukue na vinywa ambazo zinanena. We avoid, niliandika hapa kwa kitabu ya kusema I avoid casual talks. Casual talks ni kusema kuongea. Kuna wakati mwingine mtumishi wa Bwana alituambia hivyo, tusiongeage ovyo ovyo. Alisema, nakumbukaga hiyo maneno. Alituambia wapendwa, wacheni kuongeaga ovyo ovyo. Yaani tuache, wa Kristo, Mungu atusaidie, tuache kuongea ovyo ovyo. Ovyo ovyo ni kumaanisha tunajipinga na maneno yetu. Tumehadithiwa ni mwaka wa urithi, lakini kuna maneno tunaachia vinywa vyetu. Ilikuwa jana, kuna mtu alikuwa ananiambia kuhusu mtumishi wa Bwana mmoja aliaga na akaacha mke wake. Lakini huu mke wake tio, kabla aage, alikuwa mtumishi mkubwa. Sitaki kutaja maneno, tuko online. Alikuwa mke wake tio, alikuwa anaambia huyu rafiki yake, sasa huyu si kama ni kwenda aende. Saa hizo mzee amekujwa na ugonjwa. Unasikia mama anaashiria, anasema kama ni kwenda aende. Anaashiria maneno. Tuache the casual talk. Na alienda kwa sababu maneno iliashiriwa na mama, mke wake, mpenzi wake aliashiria, na akaondoka. Saa hizi ako kwa Facebook, kwa mitandao, akilia, akihuzunika kwa ajili ya mume wake. Lakini aliashiria maneno, sijui kama anakumbuka aliashiria. Kwa hivyo Mungu anisaidia, kusaidie tukue careful na maneno ya vinywa vyetu. Tumeokolewa na damu ya Yesu Kristo, ni wokovu. Hatuko kama wana wa dunia. Wana wa dunia wanaweza ongea yoyote. Wengine wanaweza sema ya kwamba nimeongea na maiti tukaagana shamba nitanunua. Mambo kama hayo, those are casual talks. Hiyo ndio dunia. Lakini sisi tukue waangalifu ile maneno tunasema. Mungu anisaidie na kusaidie ile maneno ambao, kwa sababu hiyo ndio nimekuja kurealize inatuweka cage, inatufugia. That is one of the forces ambao inatulimit kusonga mbele katika kuchukua urithi wetu katika jina la Yesu Kristo. Nikiendelea kumalizia pale, words are seeds. Maneno ni mbegu. Once you wake up, you declare good words. Wapendwa, wakati tunaamka tu, ashiria neno mzuri. Amuka na neno mzuri, kwa sababu maneno ni mbegu. Wakati tumeashiria, imepandwa either kwa watoto, kwa wapenzi wenu, kwa biashara, kwa hali. Kama ni unasikia maumivu, unasema ya kwamba hii, na Mungu atusaidie. Kama hivi tunasema huu mguu wangu, either kwa sababu ya maumivu, huu mkono wangu kwa sababu ya maumivu, hii masikio yangu inaniumaga. Tuache hiyo, kwa sababu hiyo hali Mungu si makusudi ya Mungu. Kwa hivyo tunafaa kuashiria neno la uponyaji kila wakati. Natumia hiyo kama mfano, lakini kuna njia nyingi, kuna hali nyingi ambazo unasema ni kama ni hali yako. Hapana, ondoka katika ile cage. Ashiria kwa maneno ya kusema sitakaa hapa tena, nitafanya kama Ezra, as long as mkono wa Bwana uju yangu. Na ujue hayo maneno alikuwa ananena kama vile mtumishi amesema, akiwa in the wilderness. Hasemi akiwa Paris, hasemi akiwa katika starehe, walikuwa wamesongwa, walikuwa mahamishoni, lakini anasema as long as mkono wa Bwana uju yangu. Kwa hivyo alikuwa katika hali ya chini. Words are prophecies. Life take direction of your words. Maisha inachukua mwelekeo kulingana na vile unatamka katika hali. Katika hali. Hivyo ndivyo maisha inaendelea. Kwa hivyo tukue careful wapendwa. Ni kuwe careful katika maneno ya. So very unfortunate that you have destroyed our life more than what Satan can do. Na hii
nikaomba Mungu anisaidie sana ya kwamba tikube hali zingine ni mimi mwenyewe nimeharibu, and I'm accusing the devil, the evil one, na kumbe kwa maneno yangu, kwa kinywa changu ni mimi nimejiweka katika ile cage. So huyu mwandishi akasema, anaitwa Reverend Dennis, ya kwamba we have destroyed, tumeharibu maisha yetu wakati mwingine kuliko vile shetani anatushambulia kwa maneno tu, vinywa kutamka wakati inatoka. Kwa hivyo Mungu anisaidie na akusaidie. Therefore avoid casual talks ili tuweze kuendelea. Jambo la pale la kunakiri la haraka at the camp, pale katika camp, kwa sababu wana wa Israeli wakati walikuwa na ogeresho na Mungu walikuwa katika camp na walikuwa wamekataa kusonga ku advance to their inheritance. Katika camp nikaangalia, kwani camp inakuwa na nini? Katika hii Israelite camping kulikuwa na ile hali tunaita comfort zone. Kufika, hakuna kitu kibaya wa Kristo. Mungu anisaidia kusaidia tusifike, usikae kama kwamba sasa umefika, ya kwamba unajua mimi nimeokoka na niliokoka miaka kama 50. Hivyo mambo kama umefika unaona ya kwamba mimi niko sawa. Hata kuna wengine huwa wanatamuka wanasema unajua mimi niko sawa, na hiyo unajua ni ile ya compare. You compare with somebody, una compare na huyu mwingine, unaona wewe umefika. Wapendwa, Mungu atusaidie tusifike na Mungu wetu. Wana wa Israeli walikuwa wamezoea Mungu wamefika, walikuwa katika comfort, lakini Mungu anawaambia ondokeni mkaweze kupokea urithi ambao niliwaahidia na nikaahidia mpaka baba zenu na watoto wenu. So there are dangers in the comfort zone ama pale katika camping. Na moja ni self satisfied ama ile kutoshereka, ile ubinafsi, yani ama ile mstarehe katika ile hali. Unakaa ni kama uko comfort zone, hali zinakusoga, lakini na that's why mtumishi wa Bwana huwa anatuambia tamuka, fungua kinywa chako. Anataka vigorously ama uchukue hatua ile ya wewe mwenyewe kupigana na hiyo hali na mpaka kutamuka, kutoa maneno ya kufuja hizo forces na kuziweka chini. So lazima tutoke, kwa sababu that is one of the danger ya kuwa ya kwamba tumetosheleka pale. Another danger is status quo. Status quo kwa Kiswahili tunasema ni status quo. Status quo ni ile umekuwa mguu na kuuma, sasa unaita mguu yako na umetosheka pale, hiyo hali unaandamana tuna pana. That is, hiyo sio mapenzi ya Mungu. Mungu anataka tutoke. Ninatumia hizo kama examples za maumivu ili tuelewe, lakini wewe unaangalia hali yako. Usikuwe na ile status quo ile ya kwamba umezoea hiyo hali. That is a danger ambayo inaweza kulimit to be able to move to your inheritance. Comfort zone nimesema. Another one is study still. Ya kwamba kustagnate, yani study still ni kitu kimesimama. Na nikajaribu kuangalia maji mahali imesimama, kama hapa nje mahali maji imesimama kwa muda, hapo kuna kuwa na mosquito, hapo kuna kuwa na uchafu, unaweza pata mpaka cholera na mambo mengi, kipidupidu, mambo mengi, maji kwa sababu imesimama. Kwa hivyo kusimama ni hatari sana Mkristo. Kusimama ni hatari sana. Kusimama pahali pamoja, pale stagnation, unaweza pokea mpaka magonjwa, unaweza adhirika, unaweza isha agamia kwa sababu umesimama pale. Kwa hivyo Mungu atusaidie ili tukaweze to move on, ili tuweze kuachilia pale. Something else to consider is kwamba unmoved vehicle is destroyed by a lust. Hiyo natoa kama mifano ya maji imesimama. Mfano mwingine ni gari ambayo haitoki, imeegezwa mahali nje kwa compound, haisongi siku moja, siku mbili, mwezi, miezi, miaka, ikiwa pale unapataka imekuliwa na kitu tunaita rust ama kutu, inaharibika, the body engine inaharibika tu, wale mechanic watakuambia hivyo kwa sababu haisongi. Kwa hivyo kama hausongi, kuna rust, kuna kutu inaweza kukula. Kwa hivyo lazima to move, lazima tuchukue mwelekeo wa Ezra. We have to move on ili ya kwamba tukaweze kupokea our inheritance. A person who only lays in bed develop bed roses. Yani ninajaribu kukupea mifano yote. Mtu ambaye amekaa kwa kitanda, ulale asubuhi, jioni, uendelee hivyo wiki mzima, unatokaga vidonda zinaitwa bed sores, vinonda ambazo zinatoka. Tunaambia hivyo na madaktari, unatoka vinonda. Na mzee mmoja siku moja nikajua kumbe hiyo kitu ni hatari sana, ikamsubua
kwa miezi. Alikuwa amelazwa hospitali, sasa alikuwa amelala na upande mmoja akadevelop hizo. Na zikamsubua sana mpaka zikaleta complication. Na hiyo complication baadaye, I'm very sorry kwa sababu ilichukua maisha yake. Ni baya sana. Hizo minoda ni baya sana. Kwa hivyo kukaa mahali pamoja kwa kitanda kimoja ni hatari. Kwa hivyo kukaa katika hali moja, kukaa katika hizo hali ambazo tumezizoea ni hatari sana. Zinaweza tuletea vinoda katika maisha yetu. Kwa hivyo we have to move on ili tukaweze kupokea urithi wetu. Wow, my time now. Joshua 1:7 pale. Joshua 1:7. We are almost winding up. Joshua 1:7. Kwa sababu hii wakati niliambiwa nitaweza kupeana neno, ilikuwa hilo neno lilikuja limekuwa likinisukuma wiki. Nikaambia Mungu tusaidie. Nimekuwa nikiomba Mungu tusaidie to break the forces of limitation. Limitation ni baya sana. Inatuzuia tukaweze kupokea urithi wetu katika hali tofauti. Joshua 1:7 pale. Na Joshua wakati alikuwa ananenewa na Mungu haya maneno, alikuwa miaka mingi sana, allowed 90 years. Lakini sasa kuna kitu Mungu bado alikuwa anamchallenge. Alikuwa anamchallenge pale. Joshua 1. Joshua haijafunguka. Joshua 1:7 pale. Joshua wow. Kuna mwenye amefungua haraka, tunajaribu kuokoa muda. Tusomee kwa Kiswahili. Elda Ibrahim, tusomee kwa Kiswahili ama imekuja. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda kulingana na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Hapa ndio naangazia. Usiache kwenda mkono wa kulia au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. So Mungu alikuwa na challenge Joshua aweze kuenenda, na anampatia mpaka anamwambia kwenda mkono wa kulia wa kushoto upate kufanikiwa sana kila uendako. So we are being challenged, ama tunapewa changamoto, lazima tuinuke, lazima to break the forces. Hizo zimetushika, forces ambazo zimetushika lazima tuziashirie, hizo zinatulimit. So alikuwa anaambiwa hivi akiwa na miaka mingi sana, na alikuwa anaweza kukumbushwa ya kwamba anaweza overcome the obstacles. Na wakati tunaongea obstacles, hizo forces, hizo vizuizi, kuna zile zinaonekana na kuna zile hazionekani. So wakati tunaomba tukikumbuka ya kwamba kuna forces ambazo wewe unaziona kwa macho, zingine hauzioni. So lazima uombe ya kwamba the invisible and the visible barriers in your lives zikuwe broken, ili ya kwamba uweze kuadvance ama kuendelea. Yani zile zinaonekana na zile hazionekani, ili uweze kuendelea. So tukimalizia, nataka tuangalie identify limitations. Unaweza jua hizi ama kuzitabua hizi vizuizi namna gani? Na hizi tu ni kutaja tu. There are spiritual limitations. Kuna zile spiritual limitations. Ukienda kama Numbers 13 tunaona the Israelites, the hindrances walikuwa nazo katika imani yao, na pia unaweza iangalia pale Isaiah chapter 6. Jambo lingine ni fear, uoga, the spirit of timidity. That is hii huwa inazuia Wakristo sana. I think tumefunzwa mpaka kwa Bible study. So hiyo sitaki kuangazia. Uoga tumehubiriwa sana. So hiyo ni moja ya kukuweka ukae katika camp. Ile camp hutaki kusonga kwa sababu ya uoga. Na hiyo tuliweza kufunzwa sana ukiangalia pale 2 Timothy chapter 1 and verse 7. Another one is mental limitation, ya kwamba negative limiting thoughts. Mawazo ambayo negative mawazo ambayo ni kinyume. Tunaomba siku ya leo kukosa kuwa na mawazo kinyume. Wacha kukuaga kinyume. Wacha kuashiria maneno ya kinyume. Kuwa positive, kuwa na maneno ya kusonga mbele, maneno ya kuendelea, sababu hiyo ni mental. Ukiweka hivyo
itakulimit ya kwamba sisi si kusoma, kwetu hakuna mtu wako hivi, biashara yangu ni kidogo, kazi yangu mimi siwezani na mdosi na mambo mengine. Wacha kukua na negative advance. Na that's why mtumishi wa Bwana, our prophet hapa, huwa anatuambia yeye anataka kwenda kwa chopa ili na sisi tuweze kusonga hiyo ingine. Wacha kusema sina driving license, sina title, mambo kama. Wacha kukua na negative. Hapana, tukue na positive. Wacha kukua negative kwa watoto wako, ati huyu hawezi, huyu nimemjua tangu class 1, unaniambia nini hawezi. No, it is the time to change. Ni wakati wa kusema about time. Hallelujah. See, the commander ametuambia hivyo, about time. Kama Ezra, mkono wa Bwana ukiwa juu yetu. So ni wakati wa kuanza safari, mkono wa Bwana. So to change our mental, ama mawazo yetu tuibadilishe isiweze, kwa sababu hiyo inatuweka kizuizi. Na hii nikaeka star sana, kwa sababu hiyo ina limit sana. Mawazo, mental, hiyo ndio kizuizi kinatuzuia sana kupokea our inheritance. Another one is physical limitations. Kama magonjwa inaweza kufanya ukose kuona nguvu za Bwana. Physical things, ukosefu, hali ya kazi kushuka, hivyo biashara pattern shuka, kazi kuchejua position, hivyo kuigiriwa, neighbors kukusema, mambo kama hayo. Those are physical limitations, zinaweza kulimit to inheritance, but ni wakati wa kusonga bila uoga. Amen. Na mwisho pale ni external limitations. Kuna mambo ingine ambazo the pressures from the world, kama sasa hali ya nchi vile iko uchumi, those are externals, zile ambazo wewe hauna uwezo. Lakini lazima tuinue imani yetu, lazima tuamini nguvu za Bwana wakati wote, lazima tuinuke kama Ezra. So breaking free from limitation 1 ni hiyo tumesema, imani, faith and God power, word of God. Kwa sababu imani huja na kwa kusikia, na sio kusikia tu, kulisikia neno la Mungu. So njia moja tu ya kukusaidia kubreak, njia ingine hapo ni faith and trusting the God's power in your life, so it will break down barriers and achieve the impossible. Na hiyo unaweza ipata 2 King chapter 6. Jambo lingine la kusaidia pale ni decision and determination, ya kwamba lazima ufanye maamuzi na lazima ujitahidi. Lazima ujitahidi na ufanye maamuzi wewe mwenyewe, mimi mwenyewe. Hii hautafanyiwa na mtu mwingine, lazima wewe mwenyewe kate kauri na ili ya kwamba uweze kusonga. Seeking God's guidance, lazima uweze kutafuta kuongozwa na Mungu katika, ili kutoka katika hali, katika zile vizuizi, lazima uongozwe na Mungu ili uweze kuendelea. So prayers and fasting, hiyo tunajua kama hii kanisa, hiyo unless mtu akue anakuaga hamakiniki, lakini hiyo tumeongozwa vizuri sana. Hali ya kuingia katika maombezi na kufunga, hiyo inasaidia kufunja nira and every forces ambazo zinakuzuia. Vizuizi zote unaweza kupitia kwa maombezi. Kwa hivyo tudhamini maombi, especially let me give you a secret in the morning. Hello Eastgate, uzuri nilisikia hakukuwa mgeni. Do you know, in the morning wakati tunakuwa na intercessory maombezi ya asubuhi, sijui kama tunajua hivi, wakati mwingine tunakuja tu wakati wa Bible study, lakini nataka kuwafungua macho. I know ninahubiri, lakini namaliza sasa hii na wape for free. Mungu akusaidie, anisaidie tuelewe ya kwamba the man of God in the house in the morning tunamjua kama overseer in the administration work, ama kama rafiki vile, labda uhusiano ama kijamii vile wewe unamjua. But do you know in that session ndio big huwa inanena katika hili kanisa. Amen. Sisemi katika ibada nyingine haineni, but I wish Mungu atufungue roho zetu tujue tungekuwa tunafika sisi wote hapa asubuhi. I know wengine wanatoka fana mambo mengine, lakini wapendo, wacha tujaribu. Kama akina mama wetu, washushu wetu wanajaribu, wacha tungangane tukuje, kwa sababu that time the big inakuwaga ikinena makusudio ya maisha yako kibinafsi. In the main service inaongea mwili wa Kristo wakati mwingine, but in the intercessory morning, hii hatujai discuss na overseer, haja niambia niseme, but Roho wa Mungu alinisaidia kuelewa. In that morning haikuwagi biashara kama kawaida, in the spirit haikuwagi kama kawaida. Kwa hivyo Mungu atusaidie, kwa sababu that is the time we break every forces. That is a secret, na that's why mimi huwa najaribu sana, sisemi ni mzuri, huwa nangangana na ninasikia kama ninaweza kuja
mbio zaidi. Kabla mtumishi wa Bwana atasema, semi wale wengine wanaongozaga hawafanyi, but I know big huwa ina release something in that morning. So let us embrace. Wacha tumakinike, wacha tukuja hapa. Wale wanaelewa kiroho wanaelewa na maanisha nini. That is the time in your personal life, maisha yako kibinafsi, big inaashiria. So prayers and fasting ya kubreak, ya kuharibu forces zote. Na mwisho pale, focus on God promises. Tumeambiwa katika Bible study ahadi za Bwana, ili misingi yetu ya kuweza kumiliki ni kwa sababu ya kumakinika katika ahadi za Mungu. Na ahadi za Mungu hazivunjiki milele. Ahadi, promises, tumepromisiwa mwaka wa inheritance. Allow me, kwa sababu ya wakati, tumalizie na Revelation 21 verse 7 inasema nini. And then tutakuwa tuko done na biashara ya kubreak the forces zote ambazo zinatulimit katika maisha yetu. Revelation 21 and verse 7. Hapo ndio tutamalizia wote, uiangalie vile Roho wa Bwana ni pale mwisho, katika kitabu cha mwisho pale Roho wa Bwana anasema namna gani. Martin hatujafika hapo. Revelation 21 and verse 7. Imefika. Yeye ashidaye atayaribu. Yeye ashidaye. He who overcomes. Yeye atakaye shida. Huwezi shida umeketi. Huwezi shida umejishika. Huwezi shida kama husemi ushindi. You don't proclaim ushindi. So yeye ashidaye atayarithi haya. Mimi nitakuwa Mungu wake atakaye overcome. Yule atakaye shida atakuwa Mungu, anasema atakuwa Mungu wake. Kwa hivyo Mungu hapendi wa kushidwa, anataka watu wa kushida, watu wa kutoka kwa camp, watu wa kubreak, watu wa kuchukua hatua kama Ezra. Atakuwa Mungu naye, nao watakuwa wanangu, my sons. Napenda hapo Mungu anasema watakuwa my sons, watakuwa wanangu. Mungu awabariki na watende mema. Amen. Tuweke mikono yetu pamoja, tualike mtumishi wa Bwana tumalizie. Amen.